We must insist that Africa's continued exclusion is unacceptable and indefensible. We will not pass any resolution as a party to say how we're going to go into the election of 2027. We are not here. Who's told you that not here? We don't have a candidate. We will not be extending credits to Shah. We have already proven that Shah is a bad borrower and a bad debtor. When you are being conned by someone, you must draw the line at being conned. MCA's demand to get all the tenders for irregular recruitment of their relatives, and when the county executive does not meet those demands, its officials are threatened with impeachment. Yeye alitumia pesa yenu akafungua baa kubwa sana huko Webuye. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Ni saa 7 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu, nikitumai mzima na buheri wa afya. Karibu katika habari za Busia Boda Radio kiutendeti. Jina langu ni Collins Imito. Tukianza habari zetu ni kwamba bunge la kaunti ya Busia imetoa onyo kwa wanachama waliokaidi kulipa mikopo yao, kikitishia kupiga mnada mali zao endapo hawatalipa wakati unaofaa. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa mwaka katika kaunti ya Busia, mwenyekiti wa chama cha akiba na mikopo Gabriel Erambo, ambaye pia ni karani wa bunge ya kaunti ya Busia, amesema kuwa tayari wamehusisha madalali kutoka kaunti ya Kisumu ili kukusanya deni ya shilingi milioni 40, huku akisema kuwa baadhi ya waliokaidi kulipa kwa miezi 12 iliyopita ni maafisa waandamizi katika serikali ya kaunti ya Busia. Aidha, wanachama hao wametangaziwa gawio la shilingi milioni 1.5, huku mwakilishi wa wadi ya Mnana Haga Iwanda akiwataka wakopaji kulipa mikopo yao, akisisitiza umuhimu wa nidhamu ya kifedha. Na sisi vile tumesema kuanzia leo members wako wamenipatia miezi 6, nilikuwa nimerudisha hizi 40 million kwa sako, watu wetu waendelee kupata loan. Wale walikopa pesa na walipi, nafikiri siku zao zimefika mwisho. Lazima watalipa pesa zetu. 40 million ya sako ndio kazi wamenipatia. Message yangu ni kwamba wasipolipa pesa ya sako, mimi niko pale na ajenda moja kurudisha 40 million zenye hao wapinzani 7 walipora. Tumepeleka auctioneer na anytime siku 7 zinalipatiwa zinaisha leo. They owe this sako over 40 million. Na saa hii auctioneer anatoka Kisumu, nafikiri already amewasabu na mabarua. Na sisi tunataka sako isimame. Hakuna mtu yote tunataka atoke kwa sako. Wale ambao wako na madeni naomba waweze kulipa madeni ili tuendeleshe sako yetu tuweze kuwa kitu kimoja. Na vile mheshimiwa amesema, hii sako ni ya watu wote wa Busia. Tunahimiza wafanyakazi wote wa Busia na ili wa join sako ili tufanye kwa pamoja. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tukisonga mbele ni kwamba wakazi na viongozi katika kaunti ya Bungoma wametakiwa kuweka mikakati ya kudhibiti idadi kubwa ya wanafunzi katika shule ya msingi ya Bungoma DEB iliyo na wanafunzi zaidi ya 5,000 na inayokumbwa na uhaba wa miundombinu bora. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa Kandui John Makali na mwenzake wa Westlands Tim Wanyonyi, ambao wanasema kuwa shule hiyo ambayo ni mojawapo zenye idadi kubwa humu nchini yafaa kujengwa pasipo kutegemea fedha za serikali. Wakizungumza wakati wa ibada ya maombi ya wanafunzi wa gredi ya 9 wanapojiandaa kwa mtihani wa kitaifa, viongozi hao wanasema kuwa wanapania kujenga madarasa ya ghorofa ili kutoa nafasi ya watoto kucheza. We have done the costing, what we have fanya costing is costing around 74 million. Mimi nataka kuomba kwa sababu tunangojea serikali itafanya kila kitu. Tuileta accomplishment. Mimi nataka kuomba ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akipata wangu wa rafiki zetu walisani, friends, ama sisi wenyewe, marafiki zetu, even before 2027, tukuje tuanzishe a multi-story building hapa, Bungoma DEB, because it is deserving. We want to find somebody or a company that will come and build for us 2 blocks of buildings in this school, and then we remove this small building and allow children to have space to play. You know, if we put one block, we can take more than 3,000. Another block to take 3,000 children. Kwa hiyo na hii shule itakuwa sawa. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tukisalia kule Bungoma ni kwamba viongozi wa utawala kushirikiana na maafisa wa usalama katika wadi ya Kamkuywa
eneo bunge la Kimilili wametakiwa kushirikiana na kuimarisha usalama ambao umedorora pakubwa eneo hilo hasa wakati wa usiku. Mwanahabari wetu Jeremiah Wekesa na kina cha taarifa hiyo. Kwa mujibu wa viongozi eneo hilo wakiongozwa na Gregory Mahanu, ni kwa usalama umedorora pakubwa hasa wakati wa usiku. Kuna issue ya security, community pia ni challenge kubwa. Tungependa team up with the local administration, particularly the ECC, ili beef up maneno ya security in the community kwa sababu kidogo ni kama inasumbua watu. Ameongeza kuwa itakuwa vyema zaidi wapo wafanyabiashara wa eneo hilo la Kamukuyu watapewa kipaumbele katika sehemu ya biashara katika soko linalojengwa kwa sasa. Kando na hiyo kuna stall ama market ambayo inajengwa na governor kwa Kamukuyu. Tunataka ikiwezekana hizo stalls ambazo ziko pale wakati hiyo project itakuwa imekwisha itumike na wakazi wa Kamukuyu. Preference ipane kwa watu wa Kamukuyu ward, alafu baadaye wale wengine ambao wanatoka nje na wako na interest tunaweza kupatia hiyo nafasi. But basically hiyo project ni ya Kamukuyu. Sasa tunahimiza iwe tu ya Kamukuyu upewe ili tuwe able kuinua biashara ya watu wetu, particularly mama mboga na vijana tu ambao wana hustle, tujaribu kuwasaidia. Nikiripoti kutoka katika kaunti Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Shukran Jeremiah Wekesa kwa kina cha taarifa hiyo. Tugeukia upande mwingine ni kwamba kina mama wajawazito 300 wamepokea mafunzo ya afya ya akili na hata mazoezi ili kujiepusha na changamoto za kila mara. Wakizungumza kwenye hafla iliyoandaliwa na hospitali ya Oasis mjini Kakamega, madaktari walitoa ushauri jinsi mama mjamzito anafaa kupata lishe bora na hata kuhudhuria kliniki mara kwa mara ili kupata mawaidha na matibabu kwa madaktari. Actually, for you to get a healthy baby and a healthy mom, you need to ensure that you are getting quality services, you are getting immunized, you are getting good nutrition, and that in case of any complication or any illness, you are able to access quality care on time. Usually for pregnancy is all about having it normally and then delivering normally, but we've gotten cases of mothers who are dying because of poor management of the pregnancy. So we are going deeper into inviting the specialists. The pediatrician was here, the gynecologist was here, and they were able to talk about the complications, how to detect the complications early so that they can be sorted on time. So it's important that mothers are aware of mental health issues surrounding childbirth. They need to be aware that, for example, childbirth comes with a lot of issues. It's important that mothers are educated about these possibilities. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Matamshi yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ya Ijumaa wiki jana kwenye mkutano wa kitaifa wa chama cha Jubilee, akihoji kwamba baadhi ya miradi ya maendeleo kwenye utawala wake imezidi kukandamizwa na utawala wa sasa wa Rais William Ruto. Imezidi kukashifiwa vikali na viongozi wa kisiasa nchini, wa hivi punde akiwa ni gavana wa Kakamega Fernandes Barasa. Barasa amemsuta Uhuru Kenyatta kwa kuhujumu katiba ya Kenya inayopendekeza rais mstaafu kuwa kielelezo na mwenye ushauri kwa viongozi walio mamlakani, kando na kujihusisha na masuala ya siasa, akihoji kwamba utawala wa sasa umefanya maendeleo zaidi kwenye maeneo ya magharibi kuliko utawala wake. Osia ulioungwa mkono na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku. Wewe umestaafu, patia Rais William Samoei Ruto nafasi ya kutumikia Wakenya. You cannot start lecturing the current administration ya kwamba ulifanya kazi na hapa Kakamega we cannot see anything. Hakuna project yoyote ambayo ilikamilika. Akizungumza ana kwamba tangia hata Kenya imebaki, ukweli wa mambo ni kwamba Kenya inasonga mbele, Kenya inazidi kuimarika kiuchumi, Kenya na Wakenya wanazidi kupata ustaarabu kutokana na uongozi ambao tumeupata, uongozi wa rais wetu William Ruto. Tunaheshimu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tunajua ni rais amehudumu miaka 10 kama kiongozi wa taifa. Yale ambayo sheria inamruhusu kufanya ni kutoa mawaidha kwa rais wa jamhuri William Ruto, lakini kusimama
kumpiga vita ya kisiasa. Jamani, hiyo sio jambo ambalo ni nzuri kwa taifa yetu ya Kenya. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC hii leo imeanza zoezi endelevu la kuwasajili wapiga kura kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tume hiyo imezindua zoezi hilo katika kaunti ya Kajiado na inatarajiwa kuvuka mipaka yake hadi kaunti zingine. Usajili wa wapiga kura ulikuwa umesimamishwa mnamo Juni mwaka 2022 kabla uchaguzi wa Agosti mwaka 2022. Tume hiyo inalenga kusajili wapiga kura wapya milioni 6.3 ambao wametimiza umri wa miaka 18 na wale ambao hawakujiandikisha kama wapiga kura hapo awali, pamoja na kuwezesha wapiga kura wanaotaka kuhamisha maelezo yao ya usajili hadi vituo tofauti vya kupigia kura. Akizungumza na wanahabari, kamishna wa IEBC Alutalala Mukwana amesema kwamba wapiga kura waliohitimu wanatakiwa kuwasilisha kitambulisho chao cha asili cha kitaifa au pasipoti halali ya Kenya ili kujiandikisha katika ofisi za IEBC za eneo bunge na vituo vyote vya huduma kote nchini. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Baadhi ya makundi ya vijana katika kaunti ya Mombasa wameanzisha kampeni ya kutoa uhamasisho kwa vijana kujitokeza kwa wingi na kujisajili kuwa wapiga kura. Wakizungumza wakati uzinduzi wa uhamasisho huo huko Nyali, Mombasa, vijana hao wamelalama kuwa kwa muda mrefu wanasiasa wamekuwa wakiwatumia vibaya na kuwapa kisogo baada tu ya uchaguzi. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu wajitokeze, wachukue kura, tujisajili kwa wingi, kwa sababu sisi youth ndio ambao tuna nguvu. Na sisi youth tukiamua jambo letu tunafanya na kwa ukweli. So tuamue tuchukue kura kwa wingi ili 2027 ikifika tuweze kuchagua viongozi ambao wana malengo. Kutumia create goons hapa ama mahala popote panapowadia uchaguzi. Ningewasihi vijana kuwa wajiepushe na mambo kama hayo, kwa sababu haiwafaidi hawa kwa chochote. It does not benefit them at all to be goons or be used as goons so that a politician to win a certain seat. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Na kwingineko, wito umetolewa kwa wanasiasa nchini kukumbatia siasa za umoja na maendeleo kando na kuendeleza siasa za matusi na ukabila. Ni wosia wake katibu wa muungano wa KOTU Francis Atwoli. Kulingana na Atwoli, machafuko yanayoshuhudiwa humu nchini yanatokana na hulka ya baadhi ya wanasiasa kupiga siasa za matusi ambazo zinachochea ghasia miongoni mwa Wakenya. Aidha, Atwoli ameitaka serikali tawala kukumbatia sera za kuwavutia watalii nchini ili kufufua sekta ya uchumi wa kigeni. Right now, we have casualization in industries, we have piecemeal workers, we have casuals, no permanent jobs of which we are yearning for. Employers are in disarray, some thinking of reallocating. This will not be good for this country. I want to appeal to Kenyan politicians. Please try to come out with speeches that can attract investors, can attract tourists, can improve our tourism industry, and can give us more time to export, and can make Kenya to be an industrialized country. Habari za kina za Busia County. Sikiliza BB Radio Busia Border FM. Na kwenye rubaa kimataifa ni kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatarajiwa kutetea hoja yake ya kumaliza kazi aliyoanza kwenye ukanda wa Gaza wakati anapokutana na Rais Donald Trump wa Marekani Jumatatu hii. Mkutano huo unafanyika siku kadhaa baada ya kuzinduliwa mpango wa siku 21 unaolenga kuvimaliza vita kwenye ardhi hiyo ya Palestina. Mpango huo ulizinduliwa kwenye mkutano kati ya Trump na viongozi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Siku ya Jumapili, Trump alidokeza kupitia mtandao wake wa Truth Social kuhusu kile alichokitaja kama mpango maalum kuhusu Mashariki ya Kati na kuongeza kuwa watahakikisha linafanikiwa. Siku ya Ijumaa, Trump aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington
kwamba nadhani wamefikia makubaliano kuhusu Gaza licha ya Netanyahu kuapa mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba atahakikisha anamaliza kazi aliyoianza ya kuliangamiza kundi la Hamas. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha habari za Busia Boda Radio awamu ya saa 7. Saa 8 tarejea na muhtasari zaidi. Mimi ni Collins Imito. Mwisho wa habari za Busia Boda.